yourself in the life of that man. Oh Jesus. Just raise your voice and pray. Raise your voice and pray. Don't be quiet in the presence of the Lord. Don't be quiet in the presence of the Lord. Zelika paradusa katapladezi nana. Rapasa kapradezu katalabra. Yanaka paradusa katalabradezi kata. Yanaka parapakus katapaladusa kata. Yaraka pazerema lika pradusa nana marade. Sakatata paradise kata. Yanaka paradeze nana. Saka praduse ketele parade. Saka paraduse ketele pradeze kata. Just pray, pray, pray. Don't be quiet. Don't be quiet in the presence of the Lord. Don't be quiet in the presence of the Lord. Don't be quiet in the presence of the Lord. Don't be quiet in the presence of the Lord. The Lord is here tonight, and He's here to fulfill His promises to us. He's here to fulfill His promises to us tonight. Tunatoka tukiwa wazima usiku wa leo mahali hapa. Tunatoka tukiwa tumeinuliwa. Tunatoka tukiwa tumepona magonjwa yetu. Shakata labra. Shaka pledeze kata. Rata plazu kata nama. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. The second last prayer I need us to pray for. Nataka tuombe ni kwa sababu ya familia zetu. Kuna wakati zile jamii ambazo tunatoka mambo hayaendi. Na wewe umezaliwa katika familia hiyo. And the Bible says that we are a chosen generation. And that means that mahali ulipo pale, you are a chosen generation. And this means that you can change anything through the words of your mouth. Inamaanisha kwamba unaweza ukabadilisha chochote kutoka katika maneno ya kinywa chako. This means that you can change your home background. You can change the background of your family through the words of your mouth. Nataka uombee jamii yako, uombee ndugu zako. Unaweza kuwa uko mahali hapa lakini kuna ndugu zako ambao hawajaokoka. Unaweza kuwa mahali hapa lakini wazazi wako hawajaokoka. Labda wengine ni walevi, labda wengine wanafanya mambo ambayo hayafai. Nataka just pray for your family. Just pray for your family. That sacrifice of your words of praying for your family, there is something that is going to happen in your house. There is something that is going to happen in the household of your family tonight. Ukitamka, because the Bible says there is power in the words of the mouth. So when we pray tonight, there is power. There is something is going to happen in the spiritual realm. There is something is happening. So don't be quiet. Just pray for your family. Pray for your mother. Pray for your father. Pray for your siblings tonight. Lord Jesus. Don't be quiet in the presence of the Lord. Don't be quiet. Don't be quiet. Don't be quiet. Just say something. Hata kama hujui kuomba, mwambie tu Bwana bariki familia yangu. Ambie tu Bwana badilisha familia yangu. Don't be quiet in the presence of the Lord. Even if you don't know how to pray, just say, Lord, bless my family. Just say, Lord, bless my siblings. Kuna wale wanajiuliza mbona nilizaliwa katika familia hii? Labda unaishi katika familia ambayo ni maskini. Unashangaa kuna wengine kwani walikuwa na bahati namna gani? Lakini no, you are the one ambaye unaweza ukabadilisha maisha ya jamii yako. So don't be quiet tonight. Nataka uombe. Just pray for your family. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. And Lord, I give you my family tonight. I give you my sisters tonight. Oh Lord, Lord, badilisha mambo. Wewe ni Mungu wa kubadilisha.
Wewe ni Mungu ambao hauchelewi. Wewe ni Mungu ambaye haudanganyi. Bwana, badilisha mambo. Badilisha mambo. Oh Lord. Wakati Yusufu aliuzwa, familia yake ilikuwa katika hali isiyoeleweka. Lakini the Bible says wakati Yusufu alifika katika nchi ya Misri, wakati ambapo aliinuliwa, the Bible says kwamba wale ndugu zake na walipokuja kutafuta chakula, na baadaye Biblia inasema jamii yake yote ikakuja katika nchi ya Misri, ni kwa sababu ya huyu kijana mmoja aliyeitwa Yusufu. And this one gives us hope kwamba kuna kitu ambacho kinaweza kukatendeka kupitia kwako katika jamii yako. Haijalishi familia yako inakaa namna gani, haijalishi ndugu zako wanakaa namna gani, haijalishi maisha yenu ni gani, lakini kupitia wewe, maneno ya kinywa chako, inamaanisha kwamba kuna kitu ambacho lazima kinafanyika katika jamii yako. Na kama haitafanyika sasa, maneno yako ni akiba, kuna kitu ambacho kitatendeka. Nataka uinue mikono yako mahali ulipo. Inua mikono yako mahali ulipo. Usiogope labda jirani yako atasema nini. Inua mikono yako juu. Yes. Nataka ushike kichwa chako na mkono wako wa kulia. Nataka ushike kichwa chako. Alafu nataka useme maneno haya. Nataka useme Bwana. Nataka useme kwa sauti. Nataka useme Bwana. Mimi Eugene, nataka useme jina lako. Nataka useme Bwana, mimi Eugene, nikiwa katika madhabahuni pako na nyumba yako, ninakiri kwamba jamii yangu haitabaki jinsi ilivyo. Ninakiri kwamba ndugu zangu hawatabaki jinsi walivyo. Ninakiri kwamba wazazi wangu hawatabaki jinsi walivyo. And the Bible says kwamba Mungu si muongo adanganye. Mungu ni mtimiza ahadi. And the Bible says in the book of Matthew chapter 7 verse 7 kwamba ombeni nanyi mtapewa, kwamba bisheni nanyi mtafunguliwa, na inasema tafuteni nanyi mtapata. So wakati ambapo tumesema tumeomba ombi hilo, na Mungu anasema kwamba ombeni nanyi mtapewa, this means that kupitia maneno ya kinywa chetu, na kama Biblia inavyosema kwamba Mungu si muongo adanganye, kupitia maneno ya kinywa chetu, na Biblia inasema kwamba maneno ya kinywa yana nguvu, kwamba maneno ya kinywa yanaweza yakabadilisha mambo. This means that wakati ambapo tumezungumza kuna kitu ambacho kimefanyika, na Mungu kwa sababu yeye ni Mungu ambaye hadanganyi, kuna kitu ambacho amekifanya katika maisha yetu. Hallelujah. 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 And somebody just celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Bado.